Ngoja. Kwa jina naitwa Bradley Njani, natoka Kanachi area na nasoma shule ya kuanzia baby class hadi top class. Nimesoma Rehoboth, nikajoin Misiku RC, nikasoma grade 1 to 3. Nikatoka hapa nikaenda St. John's, nikapatana na Mwalimu Moses, nikasoma grade 4 to 7. Nikarudi tena RC nikasoma 8 and 9, nikafanyia huko mtihani. Nikapata 62 points kama total points. Kaitwa St. Peter's Mumias. From there shoshangu alikuwa GSA. Yaani hata hiyo school fees alikuwa tu analia usiku na mchana. Alikuwa anashangaa hiyo tutoa wapi. Kwa sababu mama yangu alinipata tukua shule. Haikuwa shule. Akaniachia shoshangu hadi mimi mwenyewe sijaona babangu. Hata yani sijaona hadi hata sura ya mamangu sijamuona. Sasa vile Mwalimu Moses alisikia nimeitwa St. Peter's Mumias, akatafuta mheshimiwa. Bahati mzuri na neema ya Mungu akampata. Jina yangu naitwa Kilatis Nanyiri. Ni mtoto mwenye papa mheshimiwa amesaidia, ni ananiitwa nyanya. Na huyu kweli mmenisaidia kwa sababu mama yake alikuwa mtoto yangu. Na huyo mtoto alikuwa msichana mwenye anafuata huyu mtoto yangu. Na vile alikuwa shule, changamoto ya shule, mtoto si kujua ako na mimba. Alipata mtoto shule na watoto wenzake. Sasa sijui baba yake, mama yake. Mama yake bila aliniona tu napika tabu na mtoto na yeye kusomesha, akatoroka akaniwachia mtoto miezi 6. Huyu mtoto nimesumbukana na yeye kusomesha, na chomba yake huyu alikuwa kwa shule, nikashindwa sasa nitafanyaje. Lakini ilikuwa mkonda yake ya mwisho kumaliza training yake ya walimu. Sasa bila alimaliza akasema sasa huyu mtoto nitafanyaje. Kama naanza tu kusomesha nitamsomesha tu. Kwa sauri atujui baba yake, mama yake ametoroka amekuacha. Na huyo mtoto naliaka sijamuona. Nusu ako Nairobi, nusu ako Mombasa, nusu ndio huyo wanasema ako ngambo, lakini sioningi hata picha yake. Lakini nimesumbukana na mtoto mpaka amekuwa mkubwa, mpaka wanamefika mahali ako hapa. Vile alienda sasa anaenda ati grade 9. Kuenda grade 9 nimesumbukana na mtoto kama niko huko, biashara yangu ikakwisha yote, pesa yangu ikakwisha yote. Nikasema sasa nitafanyaje ndio mtoto huyu aende. Mwalimu akasema sasa hata mimi sina chochote. Sasa nikasema hapana. Wacha tuende, pengine tunatafuta usaidizi kwa serikali yoyote, mtu mwenye atajitokeza asaidie sisi. Kwa sababu mimi siwezi saa, sina pesa, sina chochote, sina nyuma na mbele kuchukua huyu mtoto anapeleka shule, sina fees. Ndio sasa mwalimu akakuja kwa miguu ya mwalimu, kwa miguu ya mheshimiwa timu. Ndio amenisaidia paka mtoto huyu sasa hii hata amefaa, anaondoka anaenda shule. Lakini shukuru papa, mfanye chuna chini, usiangushe. Wewe chukua yangu, uende uchukue kitabu kama malasi yako, usome na nguvu. Kwa sababu mimi siwezi bila nimekufikisha hapo. Papa hakuna, mama hakuna, mimi ndio mama, mimi ndio papa. Usungumuze, usome vizuri.
Mheshimiwa kama anakutembelea anakupatia school fees, usimwangushie. Soma na nguvu. Soma na nguvu. Kwa sababu huyu ni mchomba, tena ni mwalimu yako. Mwalimu amekusomesha hata hana chochote, lakini anakusomesha mpaka grade 9. Sasa hiyo naenda kwa mkono ya mheshimiwa, usimwangushie. Ukimpata shukuru yeye. Shukuru kabisa. Kwa sababu mimi siwezi. Sina nguvu, sina chochote. Sasa hiyo ndio niko nayo. Huyu mtoto kweli waliniwachia kama hako na miezi 6. Hako na miezi 6. Nililea tu. Ni mchukuu yangu. Mimi kujuana na hii familia, nimejuana na wao zaidi ya miaka 7. Huyu mwanafunzi alipitia kwa mikono yangu nikimfunza. Nikamjua alikuwa mwanafunzi wa bidii na nidhamu. Kwa darasa alikuwa mwanafunzi ile ambaye ukimtuma anatumika, anafanya vile wakubwa ama walimu wanataka. Na nikampenda. Lakini walikuwa na shida. Alikuwa anaishi na shosho yake. Amekuwa anafanya biashara kule Misiho. Na biashara haijakuwa inawasaidia vizuri. Mambo ya elimu saizi imekuwa very expensive. Sasa mwanafunzi alipofanya mtihani akapata alama 62 na akawa amepita sana. Bahati mzuri akaitwa St. Peters. Tulifurahi, lakini pia tukaanza kuwa na wasiwasi, pesa tutatoa wapi? Na mwanafunzi anasema anataka kuwa daktari wa macho. Sasa ilibidi tuanze kutafuta usaidizi huku na huku. Tumetembea ofisi nyingi sana na tulikuwa hatujafaulu bado. Lakini ni Jumatatu moja lile ambalo limepita, tuko na mwalimu mwenzetu kule Webuye. Tulimtafuta na tukamwomba tusaidie namba ya Mheshimiwa Tim Wanyonyi ambaye anaenda kuwa governor wa Bungoma County. Tumekuwa tunaona kwa TV anasaidia watoto wale ambao hawajiwezi from needy families. Na tukasema tukipata huyu mheshimiwa, yeye ako na interest ya mtoto yule ambaye hajiwezi moyoni mwake. So vile nilipopata hiyo namba, hata sikupiga, nilituma tu message, na kusema ukweli mheshimiwa alijibu mwenyewe. Na nikasema hapa Mungu ametenda. Sasa nami hata siku nyamaza sana, nikaamua kupiga picha kwa sababu nilikuwa nishamuelezea kila kitu, na akawa ameonyesha roho ya kusaidia huyu mtoto. Sasa nilipopiga picha kwa nyumba hii ya huyu shosho na huyu mtoto, kwa sababu wanakaa pamoja, kukula ni shida, school fees hawangeweza hii ya senior school. Kwa sababu fees wanasema ni karibu 50,000, ukiweka pamoja na hiyo shopping inaingia karibu 80,000. Hiyo ingekuwa ngumu kidogo. Hata kama wahisani majirani tungesema tuwasaidie, haingekuwa rahisi. Tulijaribu lakini hatukufaulu. Sasa vile mheshimiwa nilipomtumia zile picha, na akasema, akaniandikia message, akasema huyu mtoto tutamsomesha na tutamfanyia shopping. Mimi nikafikiria labda ni mambo tu ya wanasiasa. Lakini kusema kweli imekuwa siku 3-4 zilizopita nikapigiwa simu na mheshimiwa anafanya kazi kule kwa ofisi ya Mheshimiwa Tim Wanyonyi. Wakaniambia nipeleke hiyo barua ya St. Peters kule Eninga. Na mimi sikuchelewa. Licha ya kwamba tunapata mapato madogo, nilijikaza nikafika Bungoma, nikapeana hiyo bahasha na wakaendelea kuifuatilia. Tumepigiwa simu juzi, tukaenda na huyu mwanafunzi hadi Bungoma, akafanywa shopping yote, kila kitu. Wamenunua saizi tunaongea. Mwanafunzi ako tayari na kila kitu, shopping yote. Ako tayari kwenda shule. Sasa mimi nikumrudishia tu mheshimiwa shukrani. Amesimama katika hilo pengo. Amelipa fees yote, amefanya shopping yote. Na mimi naomba tu huyo mwanafunzi anapoenda shule atie bidii. We have today here a young man from a community of Bungoma. A young man who is very bright because of what he attained in his last examination. But he has been having challenges of joining the school because he comes from a family that is not very well endowed to support his education. He came forward to Mheshimiwa, and Mheshimiwa had what he was looking for. And because he has seen what the potential of this young man, Honorable Wanyonyi has committed to help him. Bradley Njani. Stand please, stand a little.
Bradley Njani has been admitted to St. Peter's Mumias, one of the top schools in the country. And today, what Honorable Tim Wanyonyi has done for this bright young man is that he has paid 50% of his school fees. That is 27,000 shillings. He's going with it. And then Mheshimiwa has committed that he will finish the 50% that is remaining. He will complete all that. So today we want to hand over to Bradley Njani. Yeah. And also, in addition to that, Honorable Tim Wanyonyi has done all the shopping that Bradley needs to go to St. Peter's. So the entire shopping for this term is taken care of, whatever it was. So all that Bradley is going to do is to pick his bag, pick the shopping that Mheshimiwa has done for him, and get on to the next bus to St. Peter's. So Bradley, this is the gift for you from Honorable Tim Wanyonyi. And he wants you to go and work hard. Okay? Every time we shall be coming back when you close, before you go home, come and talk to Mheshimiwa Tim Wanyonyi and tell him how your school has been in the term. Do you agree with that? Yes. That when you come from school, your first stop will be where? Eninga. To bring your report card to Mheshimiwa Tim Wanyonyi. Okay? Yes. And go and work hard. Okay?